Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu msikilizaji, popote unaponisikiliza, ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki tena leo kuwepo katika TV yetu ili uweze kusikiliza kile ambacho nakwenda kukufundisha leo. Kwa majina ninaitwa Dr. Suzana Bukuku. Mimi ni mama mchungaji. Ninapatikana katika kanisa la EAGT Nzovwe Mlimani ambalo lipo katika mkoa wa Mbeya nchini Tanzania. Karibu sana usikilize somo zuri ambalo ninakwenda kukufundisha leo. Lakini kabla sijaendelea, niseme mawasiliano yangu ni 0754 552 889, 0754 552 889 ndio mawasiliano yangu ya simu. Unaweza ukanipigia ukipata nafasi ya kunipigia. Jina la Bwana libarikiwe. Somo la leo tutajifunza maisha ya mwanadamu ni ya muda mfupi sana. Maisha ya mwanadamu ni ya muda mfupi sana. Basi niombe Mungu alafu tuendelee. Baba, katika jina lako Yesu, tena mtumishi wako umenipa nafasi ya kunena neno lako mbele ya watumishi wako wanaonisikiliza katika chombo hiki cha TV. Mungu wangu wa mbinguni, naomba nitumie sawa na mapenzi yako. Mbariki kila anayesikiliza, yakamfae yakampe faida katika ulimwengu huu ulio mfupi tunaoishi. Maana tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki na amani inakaa ndani yake. Hapa duniani sisi ni wapitaji. Asante kwa sababu Mungu umetuumba tuishi kwa muda kwa kusudi lako, lakini baadaye tutaondoka. Na huyu msikilizaji anayenisikiliza naye ataondoka. Basi tupe macho ya rohoni na masikio ya rohoni, tukuone wewe na kukusikia wewe kupitia neno lako. Kwa jina la Yesu ninaomba nikishukuru. Amen. Kama nilivyosema kwamba tunajifunza somo zuri linalosema kwamba maisha ya mwanadamu ni ya muda mfupi sana. Maisha ya mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke, maisha yake ni mafupi sana. Hapa tunaishi duniani kama wapitaji, tunaishi duniani kama wasafiri, tunaishi duniani kama wageni. Lakini huko mji udumuo, tutaishi wapi milele? Utaishi wapi milele? Utaishi mbinguni ama utaishi kuzimu? Basi, lakini ujue tu kwamba hata kama unafanya shughuli, hata kama unasoma, unafanya vizuri, unasoma vizuri, hata mimi mwenyewe nimesoma. Lakini hata kama unafanya biashara, unafanya chochote, unafanya kwa akili, ukijua kwamba iko siku utaondoka na utaacha kila kitu. Iko siku nitaondoka, nitaacha kila kitu. Na ndio maana ninakazana hata niseme na wewe kwa njia hii, ili kwamba utakapofika wakati, basi useme kwamba ile siku kumbi ilifanyika kuwa faida kusikiliza mausia kupitia neno la Mungu. Tuanze na neno la Mungu ambalo linapatikana katika Zaburi 39 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, Bwana unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Nitarudia tena, Bwana unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Huyu ni mwandishi Daudi katika kitabu hiki cha Zaburi. Anamwambia Mungu unijulishe. Mungu unijulishe mwisho wangu. Kwa hiyo hata Daudi alikuwa anajua anao mwisho wa kuishi katika dunia hii. Kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anao mwisho wa kuishi katika dunia hii. Watu wote wana mwisho wa kuishi katika dunia hii. Pengine unao ndugu zako, na mimi ninao ndugu zangu walishapita. Ninao wajomba walishapita, mama zangu wadogo walishapita, ndugu zangu wengine walishapita, unaona. Na pengine hata wewe una ndugu walishapita, pengine hata wazazi wamepita, walimu wako waliokufundisha wamepita, majirani wamepita. Hiyo tu inatuonyesha kwamba kuna mwisho. Na unapopita katika maeneo mbalimbali, katika mazingira mbalimbali ya hapa Tanzania, kuna sehemu mbalimbali wanasema hapa huwa wanaita makaburini, au njia hii imepita makaburini,
au watu wamejenga karibu na makaburi, au makaburi ya mahali fulani, makaburi ya Kinondoni, makaburi ya Iwambi, makaburi sijui ya wapi, ujue kule ni miji ya watu waliofukiwa ndani, lakini walishapita katika dunia hii. Kwa hiyo ina maana maisha ya mwanadamu ni ya muda mfupi, na wengi hatupendi kufa. Hata mimi sipendi kufa, lakini nife tu kwa wakati wa Mungu. Lakini hivi sipendi. Naamini hata wewe hupendi kufa. Na ndio maana wakati mwingine tukiugua tunaenda hospitali. Hivi unafikiri kwa nini watu wanaenda hospitalini? Jibu ni kwamba watu hawapendi kufa, ili wakatibiwe, wapone, waendelee kuishi. Na lazima sasa ujiulize, je, hata kama umetibiwa, maana inafika mahali mtu anatibiwa inashindikana, anaondoka, utaishi wapi milele baada ya kifo? Kwa sababu maisha ya mwanadamu ni mafupi. Ndio maana Daudi akasema, Mungu unijulishe mwisho wangu, nijue jinsi nilivyo dhaifu, nijue nina mapungufu gani, ili niyakamilishe yale mapungufu, niyarekebishe yale mapungufu, yasiwe sehemu yangu yale mapungufu yasiwe fungu katika maisha yangu, ili Mungu unisaidie. Kama kutengeneza, nitengeneze. Haleluya! Yuko mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anaitwa Hezekia. Hezekia alikuwa anamtumikia Mungu vizuri, lakini ukafika wakati akaanza kuumwa, akatumwa nabii Isaya, akaambiwa nenda kamwambia Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake, kwa sababu hatapona, atakufa. Hezekia alikuwa naumwa kweli. Isaya akafika akamwambia Hezekia, hodi, nimefika bwana, nimekuletea ujumbe. Mungu ameniambia hivi, hutapona huu ugonjwa unaoumwa, kufa utakufa. Sasa tengeneza mambo ya nyumba yako, yaani tengeneza maisha yako. Kama ni ndoa, tengeneza. Kama ni nyumba yako, tengeneza. Weka vizuri, kwa sababu mfalme wa falme anakuhitaji, anataka akuchukue uondoke. Hezekia akasema, asante sana Isaya, umenipa ujumbe huu. Isaya akaondoka, lakini Hezekia akageukia ukutani. Biblia inatuambia kwamba alianza kuomba Mungu, akasema, Mungu kumbuka, nilifanya hiki. Mungu nikumbuke, unirehemu. Mungu akasikia yale maombi. Utaona kwamba Hezekia hakuwa tayari kufa kwa wakati huo ambao Mungu alikuwa anasema huu ugonjwa utakuua Hezekia. Kwa hiyo akamtafuta Mungu, akamlingana Mungu kwa muda mfupi, akageuka akalia. Wakati Isaya yuko njiani, ndipo Isaya akaambiwa, nimesikia kilio cha Hezekia, nenda kamwambie nimemwongezea miaka 15. Je, ungekuwa ni wewe umeongezewa miaka 15? Ungekuwa umeongezewa miaka 15, si ungefurahi? Hata mimi ningefurahi. Lakini je, kipindi kile Hezekia anaugua na ameambiwa habari ya kuondoka katika dunia hii, je, ulikuwa ni wakati wa kusema, je, mniletee ile suti yangu nzuri nivae, au je, ile nyumba nikakamilisha haraka lile gorofa langu? Angeweza kusema, je, nimalizie masomo yangu? Hapo angekuwa anatafuta namna ya kujiandaa kuondoka. Haleluya, haleluya. Ndio maana nikawa natafakari hili neno kwamba hebu nijikumbushe na wewe ndugu yangu msikilizaji, kwamba maisha ya mwanadamu ni ya muda mfupi sana. Na yamkini Mungu ana mpango na wewe, ndio maana unasikiliza hili somo. Pengine siku zimeisha, sikutishi kweli, siku zinaisha na siku zinakimbia kama upepo. Kwa hiyo huyu Daudi akaomba ya maombi, anasema, Bwana unijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Hakusema nijue jinsi nilivyo na nguvu, kwa sababu nguvu haziwezi kumsaidia mbele ya kifo. Ajue jinsi alivyo dhaifu ili atengeneze. Kwa hiyo tunapojua kwamba kumbe muda wetu ni mfupi, ni lazima tuishi kwa akili sana. Ni lazima tuishi kwa hekima za kimungu na kwa maarifa ya kimungu, na lazima tuishi kama neno la Mungu linavyosema. Unapotembea uwe unajua mwanadamu anajua sasa hivi, anajua jana ilivyokuwa, anajua na leo, lakini kesho hajui. Na mimi mwenyewe kesho sijui, na wewe kesho huijui. Unaona? Kwa hiyo Biblia inatufundisha kuhusu maisha yetu ya duniani yalivyo ya muda mfupi na yasiyodumu.
Kwa hiyo maisha yanaelezwa na Biblia, wakati mwingine yanaulizwa kama mvuke, wakati mwingine kama maua yanavyoweza kung'aa na kuchanua alafu yakanyauka haraka na kudondoka. Ndivyo maisha ya mwanadamu yalivyo. Yanaonyesha kama pumzi, kama mvuke tu, kama ukungu. Ukungu unaweza ukaona umetanda umejaa, lakini baada ya muda umeyeyuka, kumekuwa clear kabisa, kumekuwa peupe, ukungu tena haupo. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kuishi milele baada ya kifo. Ila tu ni vyema kujiuliza, baada ya kifo nitaishi wapi milele? Where will you spend eternity, my friend? Utaishi wapi milele? Baada ya kifo hiki utaishi wapi milele? Zipo sehemu mbili tu za kuishi. Either uishi na Mungu milele au uishi na shetani milele katika moto wa milele. Kwa sababu mwanadamu ameumbiwa umilele. Mwanadamu ameumbiwa kuishi milele. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu alipoumbwa na Mungu, Mungu alimpumzia pumzi, akampumzia, akawa mtu, akawa anaishi. Alitengenezwa kwa udongo. Biblia inatuambia Adamu akatengenezwa kwa udongo, likawa kama limdoli fulani hivi, lina miguu, lina macho, lina kichwa, lina mdomo, lina mikono, lakini halifanyi kazi yoyote. Ndipo Mungu akapulizia pumzi ndani ya Adamu. Alipopumzia pumzi ndani ya Adamu, ile pumzi ikamfanya aishi, na ile pumzi ilikuwa ni pumzi ya Mungu, na Mungu wetu ni Mungu wa milele. Haleluya! Ndio chanzo cha umilele kinaanzia hapo. Kwa sababu Mungu ni wa milele, akaweka kitu cha umilele ndani ya Adamu, na sisi watoto wote wa Adamu ni lazima tuishi milele. Lakini utaishi wapi milele? Utaishi na Mungu milele au utaishi jehanamu milele? Chagua Mungu ili uweze kuishi milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza kusoma habari za mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri na Lazaro katika Luka 16 mstari wa 19 mpaka wa 31. Naomba nisome hizo habari alafu ndio tutaelewa vizuri. Mstari wa 19, Luka 16:19 mpaka 31. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya dhambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa, hata mtu akifufuka katika wafu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona hii hadithi ya kweli kabisa ambayo Yesu alitoa kwa Wayahudi wa wakati ule. Kwa hiyo akasema kwamba Lazaro baada ya mateso duniani, lakini alikuwa mcha Mungu, alienda moja kwa moja katika kifua cha Ibrahimu, akakaribishwa,
akaanza kuburudishwa huko. Lakini tajiri aliyekuwa anavaa nguo za zambarau na aliyekuwa anaishi kwa anasa, ina maana alikuwa anafanya dhambi, yeye akaingizwa kwenye mateso moja kwa moja. Sasa kule alikuwa anateseka sana, maana alikuwa kwenye moto ambao ulikuwa unamtesa. Anasema naomba huyo umtume aje uburudishe ulimi wangu, kama nilivyosoma. Akakataliwa kabisa na Ibrahimu, akasema hapana, huku kuna shimo kubwa, haiwezekani huyu kuvuka kuja huko. Akasema basi naomba muwatume tu watu waende, kuna ndugu zangu 5 wamebaki kule duniani, waokoke ili wasije huku mimi niliko. Lakini bado alijibiwa kwamba kule yuko Musa na manabii wengine. Manabii wengine ni kama sisi tunaohubiri neno la Mungu, watumishi wa Mungu walioko, wachungaji walioko, wanaohubiri kweli ya Mungu, kwamba watu waokoke, watubu, waache dhambi, kwa sababu dhambi zina mwisho na dunia hii ina mwisho na kila mtu ana mwisho, isipokuwa neno la Mungu linadumu milele. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. Usijivunie kwa chochote, usiringie chochote, usitumainie chochote. Hivyo ulivyo navyo, kama ni majumba, kama ni magari, kama ni pesa, ni vizuri vya kukufaa kutumia hapa duniani. Lakini kumbuka kwamba hapa duniani unaishi kwa muda mfupi. Unaishi kwa muda mfupi tu, utaondoka. Tarumbeta itakapolia ya kwako, ikilia ya kwangu, no compromise. Hakuna kujadiliana na mtu. Watasema wewe njoo huku unakotakiwa. Utaishi wapi milele? Hapa duniani unavyoishi ndivyo unavyotengeneza makao yako ya mbinguni. Unavyotembea ndivyo unavyoishi maisha yako, na tabia zako ndivyo unavyotengeneza maisha yako mbinguni ama jehanamu. Mungu atusaidie sana. Hata Ayubu akasema kwamba maisha yangu ni kama jana tu. Haleluya. Akasema ile Ayubu 8:9, neno la Mungu anasema, kwani sisi tu wajana tu, wala hatujui neno, kwa kuwa siku zetu duniani ni kivuli tu. Unaona, kivuli huwezi kukikamata. Kivuli kikiondoka kinaondoka. Kwa hiyo anasema sisi ni wajana tu. Ndio maana nikasema wewe ndugu yangu unaijua jana. Unajua mwaka uliopita ulikuwaje. Na unajua leo, unajua na sasa. Lakini hata jioni hujui. Hata usiku wa leo hujui. Na kesho kabisa ndio hujui. Kitakachotokea ni nini? Hujui kabisa. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kuishi kwa makini sana. Kuishi tukiliangalia neno la Mungu linasemaje. Kwa hiyo hebu tuangalie sasa mambo ya kuzingatia kama ukishajua kwamba maisha yangu ni mvuke. Maisha yangu ni kama pumzi. Maisha yangu kama ukungu. Maisha yangu ni ya kupita. Unatakiwa uishije katika dunia hii. Usiishi kwa kujisahau. Usiishi kwa kujisahau. Ishi kama mpitaji. Namba 1, mambo ya kuzingatia. Hapa duniani tunaishi kama kuishi nchi ya ugenini. Tunza pasipoti yako, yaani utakatifu wako ambao ni wokovu. Kama umeokoka, tunza wokovu wako, kwa sababu hapa wewe ni mgeni. Utaondoka tu, upende usipende, na hakuna atakayeulizwa kwa jamani, mnaonaje tumchukue Maria? Mnaonaje tumchukue Suzana? Mnaonaje tumchukue James? Mnaonaje tumchukue Yohana? Hakuna wakuulizwa. Ina maana mbingu zitakuwa zinajua huyu mtu umefika wakati, basi yeye anatakiwa kuondoka. Basi muda ukifika utaondoka. Utaondokaje? Anajua Mungu utakavyoondoka. Sisi kazi yetu kuna sehemu moja tu. Kazi yetu, upande wetu ni kujiandaa, kujiweka vizuri kwamba mimi ni msafiri na mpitaji. Sasa hii namba 1 nimesema zingatia kwamba hapa duniani kwamba tunaishi nchi ya ugenini. Ukisafiri ukienda katika nchi za nje, nchi yoyote, hata ukienda Zambia hapa au kaenda Malawi, kaenda Kenya, au kaenda kinachotakiwa kutunzwa kuliko vitu vyote, passport. Unaitunza kabisa. Kama ni handbag unakuta umeiweka kabisa hapa. Yaani ni bora upoteze pesa, upoteze nini, lakini
ile passport lazima uwe nayo, kwa sababu ile ndio inayokutambulisha kwamba wewe ni mgeni katika ile nchi na utakaa katika ile nchi kwa muda gani, na muda kabla haujaisha unatakiwa uondoke urudi kwenu. Naamini ambao wameenda nchi za nje wataniunga mkono kwamba kumbe inakuwa hivyo, na unapewa, na wakati mwingine unakuwa na pesa za kutumia katika ile nchi za ugeni, unakuwa na balance fulani ya kutumia huku. Huwezi kwenda na hela za Tanzania. Kwa mfano, niliwahi kusafiri nchi fulani, nikawa nimeenda nchi za mashariki, nilienda nchi ya Misri, nikaenda Israeli, nikaenda na nchi ya Jordan. Kule tulikokuwa tumeenda, yani tulikuwa tunatunza sana passport, unatunza sana. Kuna wakati pia nikawa nimeenda Ethiopia, Addis Ababa. Nimeenda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa tulipoenda kule, yani unatunza passport kuliko unavyoweza kutunza simu, kuliko unavyoweza kutunza kitu chochote. Unasema yani hapa nitunze passport, kwa sababu vinginevyo utakuwa hatarini. Uwe uliingiaje kwenye nchi ya watu? Sasa hata sisi pia tunapokuwa huku duniani, dunia yoyote, popote unaponisikiliza, hata kama uko nchi za nje, kumbuka kwamba unatakiwa kutunza passport yako ambayo ni wokovu na utakatifu. Na kama hujaokoka, basi ni vizuri ukaokoka ili umjue Yesu, kwamba Yesu awe rafiki yako. In case kama kifo kinakukuta umelala usingizini, basi ina maana kwamba Mungu akukute uko tayari. Haleluya, haleluya. Tunza passport yako. Kuna kipindi fulani niliugua, sitasahau huo muda, na mume wangu alikuwa masomoni, hakuwepo nyumbani. Mimi nikaugua. Nilipokuwa nimeugua, hata sikudhani kama nitaugua kiasi kikubwa kiasi hicho. Maana nilikuwa najisikia tu kama kizunguzungu na umwa hivi na nini, na sikio sikwenda kazini. Nikawa tu nimepumzika pale nyumbani. Lakini nikatembelewa na wageni fulani, na uzuri wake Mungu alikuwa ameandaa wageni fulani ambao walikuwa ni madaktari. Wale madaktari walikuwa wameokoka. Wakasema, bwana, tukamtembelee Mama Bukuku. Basi wakawa wamefika pale nyumbani, wakanikuta nimenyong'onyea. Nikasema lakini najisikia vibaya, nikawatengenezea chai, wakawa wanakunywa. Wakasema, mtumishi wa Mungu, njoo tunywe chai wote. Basi tukawa tunakunywa chai pale, najikaza. Wanasema, jikaze tu, tunywe chai wote, usituachie chai. Nao tuachie baraka, unaona. Basi na mimi nikaanza kunywa ile chai, nikanywa kidogo. Basi na wao wakaendelea kunywa. Walikuwa ni madaktari wawili. Kumbe Mungu alikuwa amewatuma. Mungu alijua kule mbele nini kitatokea. Hasa baadaye nikawa natoka nje kidogo tu niende uwani. Nilipokuwa natoka nje pale sebuleni naelekea uwani, mimi niliona tu ardhi ina mabonde, yani mashimo makubwa. Nikawa nashangaa. Nasema, haya mashimo leo yametokea wapi? Ufahamu wangu kusema kwamba hii nyumba huwa haina mashimo haukuwepo kabisa. Ndio maana ninasema maisha ya mwanadamu ni mafupi. Kwa hiyo nikaa ninatembea kwa wanajeshi wanaita goose march. Natembea, ninaruka yale mashimo namna hii. Naruka, natembea namna. Wakawa wanashangaa, huyu dada leo anatembeaje? Narusha mguu, kumbe ninaporusha mguu mbele, ninaliruka lile shimo ile nikakanyage sehemu ambayo haina shimo, pamenyanyuka. Kumbe nako hakuna shimo, ila tu mimi nakanyaga namna hii. Naenda namna hii. Baadaye nilikanyaga kama hatua 2-3, kizunguzungu kilindishika, nikaanguka, nikajipigiza hapa, alafu nikawa nimezimia. Wale wakasikia kishindo, wakakimbia. Wale wageni wangu niliowakaribisha kwenye nyumba yangu, wakaja wakanibeba, wakaniingiza ndani, wakaniingiza mpaka chumbani kwangu, wakanilaza kitandani. Alafu sasa sikuelewa nilikuwa nimezimia kwa muda gani. Ila baadaye nilipokuja kuzinduka, ninashangaa watu wote wako chumbani kwangu. Wananishikashika mishipa hii, wanasema, lakini bado ana joto, bado mshipa unafanya kazi. Sasa wanaposema namna, nikamwambia, jamani, kuna nini? Kwanza nikawaza, nikasema, ila hao wageni nao hawana adabu. Imekuwaje leo wameingia chumbani kwangu, kwa mume wangu, wameingia chumbani kwangu? Ndio nikauliza, kuna nini? Wakasema, unajua dada, umedondoka. Lakini wakanichukua kwa ufupi, wakasema hatuwezi kumwacha, tumpeleke hospitali. Wakanipeleka hospitalini.
Walivyonipeleka hospitalini nikaanza kutibiwa. Nikafikiria sana. Unaona? Nikafikiria sana, wakaniambia ulianguka ukapoteza fahamu. Kumbe nilikuwa nimezidiwa sana bila kujua hata kama nimezidiwa. Ila sasa nilipokuja kurudi nikawa yani nimerudishwa katika hali ya kawaida sasa. Akili zangu sasa nachekecha kwenye akili yangu. Nasema ina maana ndio safari ilikuwa imefika hivi. Yani ina maana ndio nilikuwa ninaondoka hapa. Nikawaza nikakuta mume wangu alininunulia zawadi nzuri, redio nzuri sana. Zamani kulikuwa na radio cassette. Sasa hizi kuna TV, kuna TV za screen na nini. Sasa wakati ule yani ukiwa na radio cassette wewe uko juu sana. Alininunulia radio cassette, ilikuwa imetoka Lusaka, Zambia, akaniletea. Sasa nikasema na redio yangu ile nilikuwa nimeiacha. Alafu nikakumbuka nilikuwa na nguo nzuri sana alizokuwa ameninunulia rafiki yangu mume wangu. Nikasema na zile kanga zilikuwa ndio ninaziacha. Na zile ndio nilikuwa naziacha hivyo. Unaona? Ninachotaka kusema kwamba nilijifunza kwamba kifo ni rahisi sana kumbe kufika. Ni pale tu wale waliokishikilia kifo, wale wenye mbingu, akitumwa malaika trafiki wa mbinguni aliyeshikilia kifo, akija akisema Grace twende, unaondoka. Akisema Suzana twende, unaondoka. Akisema James twende, unaondoka. Kwa hiyo ina maana hapo Mungu alikuwa ananifundisha kwamba kuondoka ni rahisi, ni vizuri kutengeneza maisha. Haleluya, haleluya. Nikajifunza sana, nikasema yani ina maana mbona nimeumwa kidogo sana? Nilikuwa sijaenda hata hospitali, lakini ndio kifo kilikuwa kimefika. Ndio Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha kwamba ndio mtu anaweza akaondoka wakati wowote, mahali popote, yani sehemu yoyote, haijalishi chochote kinaweza kumzuia, mtu anaondoka. Kwa hiyo ndugu yangu, hapa duniani tunaishi kama ugenini, na kweli tuko ugenini, sio kwetu. Ishi kama unavyokuwa mgeni. Kama unavyokuwa mgeni wa nyumba fulani, mkoa fulani, kwa watu fulani, ukifika hauko huru sana kufanya vitu kama nyumbani kwako, kwa sababu uko ugenini. Huwezi ukafika utuweza, ngoja nichukue sahani, ngoja nifungue redio, ngoja nifanye hiki, ngoja niende nani. Unauliza yani kwa adabu kabisa, samahani, naomba mahali labda niende kujisaidia, naomba mahali fulani, yani kwa unyenyekevu, kwa sababu sio kwako. Hata duniani usipaparikie tu vitu, uzinzi unachukua, ulevi unachukua, wizi unakimbia. Hapa duniani ni wageni, ishi kwa akili. Namba 2, haya sio makazi yetu ya kudumu hapa duniani. Ninafundisha sasa mambo ya kuzingatia. Ukishajua kwamba hapa duniani sisi ni wapitaji na ni wageni, lazima ujue kwamba haya sio makazi yetu ya kudumu, ni makazi ya muda tu. Hata kama tumejenga, hata mimi nimejenga, hata kama tumejenga, jua pale unapoishi ni makazi ya muda. Hata kama unasoma, jua kabisa unasoma, lakini uko duniani ni makazi ya muda. Hata kama unafanya kazi, jua kabisa kwamba hapo ni makazi ya muda. Tunaondoka, tutaondoka. Atakapokuita, kila mtu amepimiwa siku za kuishi duniani, ziwe nyingi ziwe kidogo, umepimiwa. Kwa hiyo lazima uwe makini, unaangalia unaishije. Ishi kwa akili sana. Haleluya. Namba 3, tunapita tu, tunatembea tu duniani. Sisi hapa duniani tunapita tu, tunatembea tu hapa duniani. Tunapita tu, tunatembea tu. Yani tunatembea tu. Ni kama vile mimi nilivyokuwa Ethiopia, nimeenda pale, nilikuwa najua tu kwa muda ule nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea tu. Japokuwa nitembea maeneo mengi, wananipeleka huku, wakanipeleka kwenye majengo ya AU, nikaenda kuangalia huko, sijui wapi, tukaenda huko kina Saile Silasie walikokuwa wanatawala na majumba yao, tukaenda kwenye museums mbalimbali, tukatembea baada ya kazi ya Mungu. Lakini nilikuwa najua mimi ni Mtanzania.
Mimi rais wangu ni Samia. Unaona, nilikuwa najua kabisa mimi kwetu ni Tanzania, nyumbani kwetu ni Mbeya. Kwa nilikuwa ninatembea, hata watu tunaotembea nao unahakikisha hata mkoba wako ulio na passport na ulio na pesa umeushika vizuri. Siwajui watu wa huku na lugha zao sizijui. Je, wakiniibia, wakikwepua, wakakimbia? Kwa unatembea kwa tahadhari. Haleluya, haleluya. Hata chakula unachopewa unakula kwa tahadhari, kama mgeni wasije wakasema ligeni nalo hili linabugia kweli chakula. Unakula kwa akili. Haleluya, haleluya. Ugenini lazima uwe na adabu za ugenini, na hapa duniani lazima tuwe na adabu ya kukaa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusome neno la Mungu katika Zaburi 119 na mstari wa 19. Zaburi 119 na ule mstari wa 19. Zaburi 19 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Unajua, huyu mtumishi wa Mungu anasema mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Kwa hiyo haya tunayoyasoma ni maagizo ya Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu aliyeandika hii Biblia anasema yeye ni mgeni, kitabu hiki. Yeye ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Mungu asitufiche maagizo. Na Mungu wetu ni mzuri. Ametuambia wazi wazi kwamba hapa duniani sisi ni wageni na tutaondoka ghafla. Na tukiondoka ghafla, nini kitatokea? Anasema usinifiche. Sisi ni kama watalii. Mtalii huwezi ukaloea ukasema sasa mimi nitaendelea kukaa tu humu kwa sababu nimepapenda. Hata kama watalii wamekuja, wanaupenda mlima Kilimanjaro, wanapenda kule sijui wapi Mikumi, wanapenda sijui kwenye mbuga za wanyama, wataangalia kwa muda ukifika wanaondoka, kwa sababu sio kwao. Unaona? Na sisi hapa duniani sio kwetu. Sio kwetu kabisa. Hata kama umewekeza mapesa, umewekeza majumba, sio kwenu. Lazima ujue kabisa kwenu ni wapi. Kwenu ama ni mbinguni ama ni jehanamu. Ni sehemu mbili tu. Hapa unapoishi unaandaa sasa utaenda wapi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ishi kama mpitaji na mgeni. Usiishi kama watu wa dunia wanavyoishi. Usiishi kama watu wa dunia wanavyoishi. Jamani, watu wa dunia wanavyoishi wana taratibu zao, wana tabia zao. Kwa mfano, ukichukua kwa wanawake ambao wao wamejizira, yani wanakaa katika dunia hii, utaangalia hata nguo wanazovaa. Siku moja nilikuwa airport fulani na safiri, nilipofika pale nikajidai tu nimezoea kuangalia, lakini si kwamba nilikuwa nimezoea. Nikakuta kadada fulani kamevaa kaptula, kamefika hapa kwenye mapaja, kamevaa ka blouse kadogo, kitovu kiko nje, amefunga sijui kitopu hapa. Yani yuko tu ni kama ni half naked. Yani yuko nusu uchi kabisa. Yani nikaangalia nikasema jamani, nisiangalie sana, watasema Mama Bukuku hapo umefuata kuchunguza watu, umefuata kuchunguza nini? Lakini nilikuwa najifunza, nikasema huyu binti amemezwa na dunia. Huwezi ukavaa namna hiyo. Hata angekuwa mtoto wako usingefurahia kuvaa namna hiyo. Mapaja yote yako nje, amevaa kaptula kafupi namna hii, na ka blouse kafupi, kamikono mifupi, ameweka na manywele yake marefu, sawa, lakini yuko uchi. Lakini ana pesa, yuko kupanda ndege sijui anaenda nchi gani, maana kila mtu alikuwa na safari yake pale. Kwa hiyo unaona kabisa hii ni nini? Unapopita mjini unashangaa kabisa, watu wamevaa vinguo utafikiria kama vimifuko, visketi kama vimifuko. Unasema kweli hivi huyu mama yake angekuepo anamuonaje? Mungu atusaidie sana. Unajisikia vibaya. Yani unajisikia vibaya kabisa.
Unaona kabisa ungemsaidia hata kitenge umpe ajifunge, lakini utaanzia wapi? Si anaweza akakuzaba kibao? Ila tu neno la Mungu tunapojifunza, tujue kwamba hapa duniani sisi ni wageni. Kama tunavaa, tuvae kama wacha Mungu. Biblia inatuambia kwamba tuvae mavazi yanayositiri miili yetu, mavazi ya heshima. Mavazi ya heshima. Tusivae kama mavazi ya kikahaba. Biblia inasema yako mavazi ya kikahaba. Tuvae sisi kama watu wapitaji na kama wasafiri, kwamba tuna mji, tunatazamia mbingu mpya, nchi mpya ambayo haki na amani inakaa ndani yake. Hapa duniani ndugu zangu tunapita, pamoja na kwamba tumehangaika, tumesoma sana, lakini elimu zetu zote zitaingia udongoni. Roho yako itaenda kuishi wapi milele? Pesa zako utaziacha, majumba utaacha, magari utaacha, kila kitu utaacha. Mbio za sakafuni huishia ukingoni. Kwa hiyo ina maana hapa duniani tunapita. Hata kwa wanaume wako vijana unakuta wanavaa ovyo siku hizi. Unakuta wanavaa ovyo. Wamevaa suruali zimeshuka chini kabisa kwenye makalio. Siku moja nilikuwa kwenye gari fulani, nilipanda kwenye gari hizi za abiria, na mimi nikawa nimepanda magari ya madogo madogo kama Dar es Salaam wanaita UDA, wengine huko wanaita mizunguko, wengine wanaita sijui nini. Sasa mimi nikawa nimepanda kwenye gari namna hiyo. Hasa namshangaa kijana amevaa suruali imeshuka kabisa mpaka nguo ya ndani inaonekana. Bibi mmoja alikuwa ni mbibi tu. Akasema, mjukuu wangu, ngoja nikusaidie kupandisha. Akawa anashika namna ili ampandishie suruali. Sema, naona hujaiona inataka kudondoka mjukuu wangu, ngoja nikupandishie. Watu wote kwenye gari wakaanza kucheka. Yule kijana alivyogeuka kumwona tu yule bibi wa makamu, akashindwa hata cha kusema. Akanyamaza tu, akaona aibu. Akasema, we ni mjukuu wangu, maana kama ni watoto ninao wakubwa. Sasa naona nguo inataka kudondoka na mimi bibi yako niko hapa. Unaona watu wanajisikia vibaya, ila unashindwa kumuingilia mtu, unashindwa. Lakini hiyo yote ni dhambi. Ni dhambi na utandawazi. Watoto wetu wakati mwingine wameiga vitu vya magharibi, vitu ambavyo sio asili yetu sisi kama Waafrika. Vichafu kabisa. Unakuta vichafu kabisa, na unakuta wanaangalia vitu ambavyo sio. Lakini tujue kabisa kwamba hapa sisi ni wapitaji na wasafiri. Kwa hiyo tuvae nguo kama wacha Mungu. Tuvae nguo za heshima jamani. Tuvae nguo za heshima. Usivae nguo za uchokozi. Kuna wasichana wanavaa nguo za uchokozi kabisa. Wengine wanaenda mpaka makanisani, alafu anakaa kiti cha mbele amevaa nguo za uchokozi. Anaona padri ndio anahubiri hapo, mchungaji anahubiri hapo, yeye amevaa nguo za uchokozi, anashindwa hata kubana miguu, anaanza kufunika, anajaribu kuweka kaleso anafunika. Nyie hamjawahi ona? Tusivae nguo za uchokozi. Hapa duniani tunapita. Sasa unapowachokoza namna hiyo watu wakikufuata, utajua mwenyewe cha kufanya. Kwa hiyo epuka mavazi ya aibu. Epuka vileo, epuka uzinzi, epuka ushoga. Sasa hivi ndio imekuwa hatari kabisa. Yaani hatari kabisa. Zamani tulikuwa tunaona msichana na mvulana wakitembea pamoja unakuwa na wasiwasi. Unasema we binti, usipende kutembea na wavulana. Lakini sasa hivi tunaona wavulana kwa wavulana wanatembea wawili. Kumbe unaweza ukashangaa mwingine ni mke, mwingine ni mume. Lakini kumbe ndio ushoga huu. Au ukakuta mabinti wanatembea wawili. Ukasema hawa si ni wasichana tu, hamna shida. Lakini kumbe mwingine ni mke, mwingine ni mume. Jamani, tunaishi katika dunia ya hatari kabisa. Tunaishi katika dunia iliyochanganyikiwa. Biblia inasema dunia inawayawaya, dunia inalewalewa kama machela, itaanguka na wala haitasimama tena. Tunaishi katika ulimwengu ulioharibika, na sisi tuko katika ulimwengu huu. Njoo kwa Yesu uokoke, jua kabisa utapita. Hata huo ushoga una mwisho. Maana watu nchi zingine walishahalalisha kabisa hata ushoga. Mungu atusaidie wa Tanzania, tuangalie neno la Mungu linasema nini. Tuishi maisha
ya kumcha Mungu. Hivi kweli kama tarumbeta ikalia kwako, maana kuna mawili. Kuna tarumbeta pamoja na Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa. Yesu atakuja kuchukua watu walio safi, watu waliookoka, watu waliooshwa kwa damu yake, watu walioacha dhambi. Yesu atakuja kulichukua kanisa kulipeleka mbinguni. Sasa je, akikukuta katika hali hiyo, wewe unafikiri kwamba acha tuponde mali, acha tule maisha? Pengine mnaweza kusema, we mama unahubiri hapo tu una njaa. Sina njaa. Nataka nikuambia habari za Yesu Kristo, kwamba Yesu anakuja kuchukua kanisa. Yesu anakuja kuchukua watu wake. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba maisha ya duniani ni mafupi na sisi ni wageni. Kama Yesu atakuja akawahi akapiga tarumbeta yake, basi niwe mmojawapo wa kwenda mbinguni. Lakini kama Yesu akakuita kwa njia ya kifo, maana wengine wanasafiri, unakuta kwamba wako kwenye magari, akapata ajali akaondoka. Hiyo nayo ni njia ya kuondoka. Na utakapoondoka utakuwa mgeni wa nani? Neno la Mungu linatuambia mwanadamu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Hebu tulione hilo neno la Mungu, linapatikana katika Waebrania 9:27. Waebrania 9:27. Waebrania 9 alafu ule mstari wa 27. Neno la Mungu linasema kwamba na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Ili neno la Mungu linasema kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, sio kama vile ng'ombe walivyowekewa kufa mara moja, sio kama vile mbuzi walivyowekewa kufa mara moja. Ni watu ni mimi na wewe. Watu tumewekewa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Basi utaishi wapi milele baada ya kifo? Kwa hiyo kifo kikikukuta ni hukumu. Uliishije huko duniani? Uliishije duniani kwa tengeneza maisha yako? Duniani tunaishi kwa muda mfupi. Inua macho yako uangalie msalaba. Angalia Yesu aliyekufa msalabani. Kimbilie huyo ili akusaidie uishi maisha ya utauwa. Neno la Mungu linasema watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora, tena hao ndio ninaopendezwa nao. Katika kitabu pia cha Mathayo 1:28 anasema Yesu alizaliwa, alikuja kuokoa wale waliopotea. Uokoke ili uwe na uhakika kwamba ukiwa umeokoka utakuwa na uhakika kwamba kifo kikinikuta naondoka. Kama Yesu akaja kulichukua kanisa, na mimi nitakuwa mmoja wapo, si kwa sababu umeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo acha matendo ya dhambi. Nayo matendo ya dhambi yanapatikana katika Wagalatia 5 mstari wa 19 mpaka 21. Inaeleza matendo ya dhambi ni nini. Kwa hiyo unajua, mwanadamu anapojisahau na kuishi katika dunia kana kwamba ndio kwao, kama kwamba ndiye amezaliwa amefika, lakini ukweli dhambi inatafuna. Dhambi inaweza kummaliza mtu. Dhambi inaweza ikampoteza mtu, ikampoteza kabisa mtu. Kwa hiyo ndugu yangu msikilizaji, ndugu yangu, rafiki yangu, mama yangu, baba yangu, mwanangu, popote pale unaponisikiliza, yatoe maisha yako kwa Bwana Yesu. Dunia hii itapita. Biblia inatuambia mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa kwa akiba kwa ajili ya moto. Imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Utaishi wapi? Namba 5, tuangalie mambo ya kuzingatia. Nchi yako ni ya mbinguni. Unajua jehanamu iliumbwa kwa ajili ya shetani, sio kwa ajili yako. Ila shetani anakuzuga tu. Shetani anakufanya ufanye dhambi, lakini sio sehemu yako. Yeye ndiye alipoasi kule mbinguni, ndio akaandaliwa jehanamu. Lakini wewe mji wako ni wa mbinguni. Tusome neno la Mungu katika Yohana 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Uone Yesu mwenyewe alivyokuwa anaongea na wanafunzi wake. Yohana 14
alafu na ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Unaona, Yesu alikuwa anawaalika wanafunzi, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Mimi naenda kuandaa mahali, nitakuja tena niwachukue, ili nilipo na nyinyi muwepo. Kwa hiyo Yesu ni mzuri, ameenda kuandaa Yerusalemu mpya ambayo atawachukua walio wake, wale waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo ndio watakaoenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Ninampenda Yesu wa Nazareti kwa sababu Mungu hasemi uongo. Yeye si mwanadamu. Mwanadamu tu ndiye anaweza kusema uongo, lakini sio Mungu wetu. Mungu akisema jambo amesema. Akisema mwanadamu atakufa, atakufa, ni kweli anakufa. Akisema ataishi, ni kweli anaishi. Akisema kwenye neno lake mwanadamu anazaa kwa uchungu, ni kweli anazaa kwa uchungu. Mwanadamu ataishi kwa jasho, ni kweli tunaona tunaishi kwa jasho. Bila hivyo huwezi kula bila kufanya nini. Lakini akisema kwamba mwanadamu atakufa na atakayeishi maisha matakatifu ataingia mbinguni, ni sahihi, ataingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Namba 6, tusijishikamanishe sana na vitu vinavyozunguka vya dunia hii, kwa kuwa si vya kudumu. Sio vya kudumu. Vitu vya dunia hii sio vya kudumu. Tusijishikamanishe sana. Hivyo unaweza ukasoma Petro wa 1 mlango wa 2 na ule mstari wa 11. Usijishikamanishe na hivyo vitu, kwa sababu hivyo vitu sio vya kudumu. Hebu tusome hilo neno, maana inaweza kuambia usome alafu usisome. Mimi kwa vile nina Biblia hapa, acha nikusomee mwana wa Mungu. Tusome Petro wa 1 2:11. Petro wa 2:11 anasema, wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo wasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Mstari wa 11 tunarudia, wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Kwa sababu sisi ni wasafiri na wapitaji. Kwa hiyo anasema tuziepuke hizo tamaa za mwili. Tuziepuke kabisa. Hizi tamaa za mwili ndizo zitakazotupelekea kwamba sisi tukosane na Mungu wetu wa mwili, Mungu wetu wa mbinguni. Tukosane kabisa na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tujitahidi kuishi maisha ya kumpenda Mungu. Maisha ya kumpenda Mungu jamani ni mazuri. Maisha ya kumpenda Mungu ni mazuri. Unapokaa ndani ya Mungu, kwanza Mungu anaweza kurefusha na maisha kwako, kwa sababu ukiwa mtu wa dhambi, kifo kinaweza kikakukuta kabla ya wakati kwa sababu ya dhambi. Lakini njoo kwa Bwana Yesu. Na pia mambo ya kuzingatia ni kwamba baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Kumbe kile kinachofanyika wakati mwingine wachungaji wanapozika watu waliokufa, kwamba umweke mahali pema peponi, umpumzishe, umsaidie, weka roho yake mahali pema peponi. Mungu hawezi kusikia hayo maombi ya wachungaji. Mungu analiangalia neno lake kwamba mwanadamu amewekewa kufa mara moja. Nilishasoma Waebrania 9:27 kwamba kama vile mtu alivyowekewa kufa mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Basi ina maana mwanadamu maisha yake yote anayoyaishi anatengeneza mahali pa kuishi duniani. Haleluya, haleluya. Anatengeneza maisha mahali pazuri pa kuishi, ama mbinguni ama kuzimu. Kwa hiyo tengeneza wewe maisha.
Kumbe tengeneza sasa. Wewe una uamuzi wa kutengeneza. Uamuzi ni wako. Kama vile tajiri na Lazaro, tajiri alitengeneza kuishi kuzimu. Lazaro yule maskini akatengeneza kuishi pamoja na Ibrahimu. Jina la Bwana libarikiwe. Tengeneza mahali pa kuishi. Uwezo wa kutengeneza maamuzi unayo wewe, kwamba utaishi wapi milele, unayo wewe. Badili kabisa, namba 8, badili kabisa mtindo wa maisha ili umgeukie Kristo akubadilishe. Badili kabisa. Badili kabisa maisha yako. Badili kabisa maisha yako. Kubadili maisha ni uamuzi wako. Sio uamuzi wa wazazi wako kama wewe ni kijana, na sio uamuzi wa mume wako kama wewe ni mama. Sio uamuzi wa mke wako kama wewe ni mume. Uamuzi unao wewe mwenyewe. Ni kama vile ambavyo unafanya maamuzi yako, maamuzi rahisi na maamuzi magumu. Maamuzi rahisi, kwa mfano asubuhi unaweza kaamua kwamba hivi leo nitavaa nguo gani. Hayo ni maamuzi rahisi. Leo ninywe chai au nisinywe chai. Hayo ni maamuzi rahisi. Lakini maamuzi magumu ni yale ambayo sasa unasema mimi naamua maisha yangu, nitaishi wapi milele. Mke wangu apende asipende, mimi naamua kuishi milele na Mungu. Naamua kutubu na kuokoka. Usiseme naenda kumuuliza rafiki yangu. Hayo ndio maamuzi makubwa magumu. Maamuzi sahihi kabisa ya kuamua ya kumfuata Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amua leo, unamtaka nani katika maisha yako? Unamtaka shetani? Najua humpendi shetani. Sasa ili kumkimbia shetani, uje kwa Yesu. Yesu anakupenda pamoja na dhambi zako. Hapendi tu dhambi unazozifanya, ila anakupenda wewe. Hataki uangamie milele. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu anataka akupumzishe. Mungu anataka akusaidie. Mungu anataka akuokoe. Yamkini pia umekuwa ukiumwa sana. Yuko Yesu anaponya. Yuko Yesu anarehemu. Nimeongelea tu habari za dhambi sana, lakini wakati mwingine dhambi zingine magonjwa mengine yamesababishwa na dhambi tunazozifanya. Lakini haijalishi umefanya nini, Mungu anaweza kukusamehe. Njoo kwa Yesu. Kama alivyonisamehe mimi, alivyowasamehe watu wengine, akawasaidia watu wengine, Yesu anaweza kukusaidia. Jamani, dhambi ni mbaya. Nakumbuka nilikuwa nasoma na dada mmoja sekondari. Shetani alikuwa anamtesa sana. Tulipokuwa tunasoma na yule dada, sasa tulikuwa tunasoma masomo ya sayansi. Na tukiingia darasani, kwa mfano tunafanya mitihani, na yeye alikuwa ni mtu wa dini tu vizuri. Tulikuwa tunamwambia dada, okoka. Anasema mimi nina dini nzuri, siwezi kuokoka. Niokoke na mimi niwe mshamba kama nyinyi. Lakini yule dada baadaye akaugua sana. Na kuugua kwake kulikuwa kuugua kwa magonjwa yaliyotengenezwa. Sasa tukiingia darasani tukafanya mtihani. Tulipofanya ule mtihani tulikuwa tunafanya, labda unafanya mtihani labda wa siasa. Sasa hivi wanaita civics. Lakini mnapotoka nje tu ya ule mtihani, anaanza kusema, anasema ila mimi yani yule hydra nimemlebo vizuri kweli, yule amoeba. Sasa amoeba na hydra ni masomo ambayo yalikuwa yako kwenye biolojia. Anasema nimemlebo vizuri kweli yule hydra, na yule amoeba nimemlebo vizuri kweli. Tunasema we dada, mbona tumetoka kwenye somo la Kiswahili au mbona tumetoka kwenye somo la siasa? Wewe ulikuwa na lebo kitu gani? Anasema tumefanya siasa. Ngambia tulikuwa tunafanya siasa. Akasema jamani, mbona mimi lile somo nililiona ni la biolojia. Tukaona yule dada alikuwa anabadilishiwa masomo na shetani. Unaona dhambi ilivyo mbaya. Basi yule dada tukawa tunamshuhudia. Asante kwa Mungu, yule dada akaamua kuokoka. Tukamfanyia sala ya toba, akaokoka yule rafiki yetu. Alipookoka ndipo tukaanza kumwombea.
kuanza kumwombea, kumbe ni mapepo. Yale mapepo yakawa yanasema, mimi nilitumwa na bibi yake, nilitumwa kwa sababu sitaki asome, aendelee mbele. Ndio maana nilikuwa nabadilisha hata yale masomo. Yale, asante kwa Mungu, yule dada akapona. Mapepo yalipotoka, ndio akaanza kuona masomo halisia. Kama ni Kiswahili ni Kiswahili, kama ni chemistry ni chemistry, kama ni physics ni physics. Unaona? Lakini zamani shetani alikuwa anambadilishia, na hiyo ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi zimewatesa watu, zimebadilisha hata hatima za maisha yao kwa sababu ya dhambi. Maana mtu akiwa mlevi, mtu akiwa anafanya vitu, basi atabadilishiwa hata hatima na malengo yake yanabadilika kwa ajili ya dhambi. Nilikuwa nafundisha somo la kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi. Kwa hiyo ukifanya dhambi ndio maisha yatakuwa mafupi zaidi. Njoo kwa Bwana Yesu, Yesu anakupenda. Ningependa kuomba pamoja na wewe ndugu yangu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza. Hebu funika macho yako, niombe Mungu. Na kama hujaokoka, basi nifuate sala hii ambayo nakwenda kuomba, na wewe utakuwa umeokoka. Na nitakuelekeza kwamba sasa uendelee kuishi maisha ya kumpenda Mungu. Sema, Bwana Yesu, nakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unihurumie, naomba unisamehe. Nimekukosa wewe Mungu, nimefanya dhambi nyingi, ninazokumbuka na nisizokumbuka, na kwamba kumbe duniani ninaishi kwa muda mfupi tu. Yesu, naomba unirehemu, unisaidie, nivute nije kwako, nifanye niwe mtoto wako. Asante Mungu kwa kuniokoa, asante kwa kunisamehe. Naahidi mbele zako nitakufuata wewe siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu ninaomba nikishukuru. Amen. Baba, katika jina lako Yesu, naomba umbariki huyu msikilizaji ambaye amesikiliza kipindi hiki chote, kwamba hapa duniani tunaishi kwa muda mfupi. Naomba ujifunue kwake kwa namna ya tofauti, ajue kabisa kwamba hapa duniani yuko kwa muda mfupi. Hatuna mji udumuo, tunatarajia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki na amani inakaa ndani yake. Katika jina lako Yesu Kristo, mbariki msikilizaji huyu, na popote walionisikia natamka baraka kwao. Bwana ukawaponye, uwasaidie. Hata wanaoumwa, Mungu fanya wepesi, ukawaponye kabisa. Katika jina la Yesu ninaomba nikishukuru. Amen. Mungu akubariki ndugu yangu msikilizaji, popote ambapo umekuwa ukinisikiliza. Mawasiliano yangu ni 0754 552 889. Mungu akubariki sana. Amina. Tuonane wakati mwingine kama Mungu akipenda. Barikiwe.